Lakini ikiwa umefanya asbabu na bado uko katika kifungo kizito, basi hembu chukua hii ndugu yangu, kisha uangalie namna ambavyo itakavyokuwa. Haitopita muda mrefu, hata siku 5 mpaka 7 haziishi, wallahi utakuta wewe umekwisha na mwelekeo wa jambo lako linaisha. Na utafanyaje ndugu yangu? Kama wewe umehangaika ima kwa maradhi, ima kwa kazi, unatafuta kazi bado hujapata kazi, bado hujafanikiwa katika kupata kazi, lakini una ilmu yako na una ujuzi wako, au umefukuzwa au vyovyote vile ambavyo vitakavyokuwa, au una maradhi mazito sana. Maradhi haya ni kwamba umetabika, umeenda hospitalini, umefanya dua sana, lakini bado shida ni nini? Au majini. Kuna wale ambao wana mashetani ya kupandisha, au wanasumbuliwa na mashetani na inasababisha mambo yake kutokwenda. Mapenzi pengine ndani ya familia ya nyumba hayapo tena, yamepotea, yanapotea. Wallahi shika hii, utaona maajabu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Uhayyikum bi tahiyyatil islam wa tahiyyatil mubarak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, kwanza kabisa hapana budi kumshukuru Allah jalla fi ula kwa rahma zake na utukufu wake na baraka zake kutuwezesha sisi kuwa ni miongoni mwa walioweza na kuonja katika rahma zake na neema zake za uhai. Ndugu zangu, ninaomba tukumbushane kuhusiana na jambo zito kabisa. Jambo hili mimi huwa ninalizungumzia sana. Jambo hili ni jambo muhimu sana. Ndugu zangu, katika upande wa masala ya mafanikio, katika upande wa masala ya maradhi, katika upande wa masala ya mitihani mbalimbali. Allahu akbar. Ndugu zangu, sasa hivi kila mmoja yuwalalamika, kama sio wengi katika wachache, kutokana na matatizo, kutokana na masaibu, kutokana na mitihani mbalimbali. Kuna ambao wanatafuta mafanikio kwa namna moja au nyingine, hawafanikiwi katika harakati zao. Kuna wale ambao wanaotafuta mafanikio ya uchumba au waume au wanawake au wake wa kuoa, lakini imekuwa ni mtihani. Kuna ambao wanaotafuta mafanikio katika mambo fulani, lakini kwao imekuwa ni changamoto. Ninaomba twende sambamba ndugu yangu, mimi na wewe, ili uweze kupata walau picha na njia ya kupita katika hayo ambayo yanayokusibu. Ndugu zangu, kwanza kabisa Allah subhanahu wa ta'ala ametufahamisha sisi kupitia kitabu chake Qur'ani kitukufu na kupitia mtume wake mtukufu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi mwongozo wetu ni Qur'ani tukufu na sunna, hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila kitu kiko wazi kabisa na kila kitu kimeelezewa katika hadithi na katika Qur'ani tukufu. Ndugu zangu, tuendapo na masala ya hasadi na uchawi, katika Qur'ani uchawi unathibitisha jambo hilo kwamba uchawi upo, na katika hadithi maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inathibitisha kwamba uchawi upo. Na ndugu zangu, uwepo wa uchawi sio kwamba basi inakuwa kila linalokupata wewe ni uchawi. La hashakalla, kila linalokupata wewe ni uchawi. Hapana. Una nuksi na mikosi katika mwili wako ni uchawi. Hapana. Sisemi kwamba sivyo, sikatai, ila vipo hivyo vitu na vina madhara na vina udhi na vina dhuru. Sisemi kwamba hivyo vitu havipo, hivyo vitu ni kweli kabisa vipo. Lakini ndugu zangu, kuna kitu ambacho nilikizungumzia katika darasa yangu ilizopita, kwamba kitu hiki ni hatari zaidi kuliko uchawi, kuliko mashetani wa kimajini. Naam, nikazungumza na nikaongea kwa ushahidi wa baadhi ya ayat ndani ya Qur'ani tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia ndani ya Qur'ani, kuna baadhi ya mambo katika masaibu, mitihani. Inapotupata mitihani hiyo, tuangalie na turudi nyuma, tuangalie tumejikwaa wapi. Muislamu haangalia alipojiangukia baada ya kujikwaa, huwa anaangalia alipojikwaa, kisha baada ya hapo ndio achukue hatua. Muislamu haanguki na hatelezi katika shimo moja mara mbili. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Kama mara ya kwanza uliangukia katika shimo, mara ya pili yake utajirekebisha na usiweze, na utakuwa na tahadhari usipite maeneo hayo, au unapita kwa tahadhari ya hali ya juu. Ndugu zangu, inawezekana matatizo na masaibu ambayo yanayokupata ni kwa sababu ya mkono wako,
ni kwa sababu madhambi au ni kwa sababu ya madhambi ambayo umeyafanya kwa mkono wako. Ndugu zangu, hakika madhambi yanakuwa ni yenye kukithiri. Baada ya kukithiri, yanasababisha mambo kurudi nyuma na kutokwenda mbele. Angalia, kama wewe ni mwenye kuwa katika jambo ulilokuwa nalo, una uhakika jambo hili ni jambo sio zuri, ima katika jamii au mbele ya Mwenyezi Mungu, basi jambo hilo jiepushe nalo kabisa ndugu yangu, na liweke pendi na pembeni. Hemu ng'oka katika jambo hilo, rudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama wewe ni mzinifu, basi hembo achana na uzinifu. Kama wewe ulikuwa ni kahaba, hembo achana na hayo mambo. Kama ni muhuni, mambo ambayo hayaeleweki, hembo achana na hayo mambo, kisha urudi kwa Mwenyezi Mungu uweze kuona mambo yatakavyofunguka ndugu yangu. Naam, kuna wale ambao wana maradhi hayo, amehangaika sana, ametafuta asbabi mashallah ya kutafuta suluhisho ya maradhi yake, ima amefanyiwa visomo na amefanya visomo sana, lakini bado hali yake haijakaa katika hali ya mkao mzuri. Nataka nikuambie ndugu yangu, wewe ambaye pengine muda mrefu ulikuwa umetaabika, ulikuwa una maradhi mengi sana, tiba yake ni ndogo sana, wallahi tiba yake ni ndogo mno, yani kwa maana umehangaika sana. Na hii ni ahadi ya Allah jalla jalaluhu, yeyote yule ambaye atakayemwomba Allah na atakayefanya sababu katika jambo, basi Allah atamfungulia na atampa. Lakini ikiwa umefanya asbabu na bado uko katika kifungo kizito, basi hebu chukua hii ndugu yangu, kisha uangalie namna ambavyo itakavyokuwa. Haitopita muda mrefu, hata siku 5 mpaka 7 haziishi, wallahi utakuta wewe umekwisha na mwelekeo wa jambo lako linaisha. Na utafanyaje ndugu yangu? Kama wewe umehangaika ima kwa maradhi, ima kwa kazi, unatafuta kazi bado hujapata kazi, bado hujafanikiwa katika kupata kazi, lakini una elimu yako na una ujuzi wako, au umefukuzwa au vyovyote vile ambavyo vitakavyokuwa, au una maradhi mazito sana. Maradhi haya ni kwamba umetaabika, umeenda hospitalini, umefanya dua sana, lakini bado shida ni nini? Au majini. Kuna wale ambao wana mashetani ya kupandisha, au wanasumbuliwa na mashetani na inasababisha mambo yake kutokwenda. Mapenzi pengine ndani ya familia ya nyumba hayapo tena, yamepotea, yanapotea. Wallahi shika hii, utaona maajabu yake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza kabisa, baada ya kuchukua tahadhari ya asbabi ya kufanya dua sana, lakini bado suluhisho haijatokea, bado ponyo haijatokea, ndugu yangu, tambua ya kwamba kwa hakika kabisa inawezekana wewe mwenyewe kuna vitu ambavyo umevikosea. Hebu rudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na usiseme tu Mwenyezi Mungu, kama kuna nilipokosea naomba unisamehe, kama kuna nilipokosea basi ya Rabbi na kuomba unisamehe, kisha baada ya hapo ukaacha tu hivyo hivyo. Watu wengi sana wana hivyo, kwamba mimi nimehangaika sana, Mungu wangu kama nimekosea mahala basi naomba unisamehe, kisha basi ndio wanaacha tu hivyo. Haujamaliza ndugu yangu, inawezekana wewe umekosea. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote kwa yule ambaye aliyetubia ukweli wa kutubia, na yule ambaye aliyerejea kwake ukweli wa kurejea. Sikiliza ndugu yangu, unako kufanya toba na kujirejesha kwa Mwenyezi Mungu, kwanza kabisa kuna masharti yake, kama sio 4 matatu. Sharti ya kwanza kabisa, kujuta katika lile ambalo umelifanya. Kujuta katika lile ambalo umelifanya. Kama wewe ni mzinifu, unafanya zina kila kukicha, wewe ni mzinifu, sio kila kukicha tu, baada maana ya kwamba wewe ndio kama chakula chako. Kuna mwingine kama wale wavutaji wa bangi, anakuambia mimi nikikaa siku wiki nisipovuta, nisipopata pafu moja tu, basi naona mawenge. Hivi ni vilevi ambavyo kuna mwingine anakuambia mimi bila kuwa na kilevi hicho, au bila kuingia kupata ada yangu leo kwa mwezi hata mara moja, najisikia vibaya. Sasa katika kurudi kwa Mwenyezi Mungu haina hiyo ndugu yangu. Unarejea kwa Mwenyezi Mungu na unamwomba, unasema kwanza, sharti ya kwanza kabisa kujingoa, kwa maana kuondoka katika hiyo dhambi na katika hilo jambo unalolifanya. Atakhlia, kujingoa kabisa katika hiyo dhambi na katika hilo balaa ulilokuwa nalo. Kujingoa kwa maana mimi ninatoka na ninaacha na nimeazimia kuacha, hali ya kuwa unaitakidi, hali ya kuwa hayo maneno yanatoka katika moyo wako, si katika mdomo. Kuna kusema kwamba mimi sifanyi kutoka na mdomo au kutoka katika mdomo, lakini hiyo inatakiwa itoke katika moyo wako. Hilo jambo la kwanza. Tunaenda kusuluhisha tatizo lako ndugu yangu, wewe ambaye umeumwa sana, hata wewe ambaye una maradhi ya muda mrefu, ukitanga ndani umelala. Hii wallahi siku 7 ni nyingi, utaona wewe umesuluhishwa na suluhisho lake. Na nakuletea hili na ushahidi mwingi sana ambayo imekuwa nimepata watu ambao wamefanyiwa tiba sana, na mimi nikawa miongoni mwa ambao wamefanyia tiba au wamewafanyia tiba sana hawa watu, lakini mwisho wa siku
ukayarudi katika Qur'ani tukufu, man taba wa amana wa amila swaliha, yoyote yule ambaye ametubia na akaachana na aliyokuwa akiyafanya awali, yubadilullahu sayiatihim hasanat, Mwenyezi Mungu anamsamehe madhambi yake na yale makosa yote yanaondolewa na yanabadilishwa katika wema. Lakini man amana, aliamini kabisa na akamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akatubia katika aliyoyafanya, basi yale aliyoyafanya kwanza yanafutiwa, kisha baada ya hapo yakishafutwa, huyu anabaki ni kama mtoto mdogo aliyezaliwa, hana dhambi hata moja. Kisha hapo sasa yale ambayo yanayokukabili, fanya asbabu yako sasa, kama ni tiba, kama ni dawa, wallahi utaona Allah Subhanahu wa Ta'ala utukufu wake. Kwa kitu cha kwanza kabisa kujingoa, kitu cha kwanza kabisa kujingoa katika dhambi uliyokuifanya. Lakini jambo la pili ni kuweza kuazimia kutokurudi katika lile ambalo umelifanya. Kuna kujitoa, nimejitoa, na kuna kuazimia baada ya kujitoa kwamba sitorudia mimi katika jambo ambalo nimelifanya. Na ninamuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, naomba unithibitishe sitorudia katika dhambi ambalo nimelifanya. Lakini jambo la tatu, sharti ya tatu, ulie kweli kweli, ujutie kweli kweli, yani ujutie kweli kweli, na ikiwezekana sujudu huku ukiwa unalia, ya Rabbi, mimi nimekukosea sana. Wallahi utaona mabadiliko. Hii ndugu yangu ni masala ambayo yanayofungamana na kiroho. Haya ni masala ambayo yanayofungamana na kiroho. Ukifanya hivi siku 7 ni nyingi ndugu yangu, wallahi utapata matokeo ni makubwa sana. Na kama huamini hilo, fanya, kuwa na imani kweli kweli, rudi kwa Allah baada ya siku 7. Kama hujafanikiwa, wallahi nipigie simu niambie, shekhe ni muongo sana. Billahi alazim, Allah Subhanahu wa Ta'ala haongopi hata kidogo. Mwenyezi Mungu hana sifa ya uongo hata kidogo. Ndugu yangu, wewe ambaye umetaabika, ndio ninadili na wewe. Lakini baada ya kujingoa, shikamana na ibada, shikamana na Mwenyezi Mungu, shikamana na imani, rudi kwa Mwenyezi Mungu, fanya ibada kwa Mwenyezi Mungu, fanya toba ya kweli kwa Mwenyezi Mungu, kwa kurudi kwake sasa, jikurubishe kwake Allah. Uone ndugu yangu mambo yatakavyokuwa. Hili ninalitamka na ninalizungumza kama itakuwa katika mazingira ambayo wewe utaendelea na hivyo. Mwingine anafanya tiba sana, mwingine anafanya visomo vingi sana, mwingine anafanya mambo mengi sana, lakini wallahi inakuwa ni mtihani kwake. Mpaka leo anamaliza waganga wote na mashehe wote na maustadhi wote na ruqya zote, lakini bado hajakaa kwenye mkao. Hivyo ndivyo ilivyo. Hii ninakupa, na Allah akuwafikishe ndugu yangu katika yote anayoyapenda na anayoyaridhia. Mimi niseme ninakupenda sana kwa ajili ya Allah.